Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ameendelea kutupatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo nafurahi. Leo tunaenda kuendelea na somo letu ambalo linahusu habari za unyakuo, ambacho kitakachobaki baada ya kanisa kunyakuliwa, mambo yatakayokuwa yanaendelea baada ya kanisa kunyakuliwa. Wewe ambaye unapenda kujifunza habari za mambo ya kinabii, karibu sana kwenye kipindi hiki. Kipindi hiki ni kipindi ambacho kinakufaa kabisa. Kwa hiyo usiondoke, na kuomba uvumilie kuangalia mpaka mwisho. Naamini Mungu ni mwema, atakwenda kukuhudumia, na yale ambayo usioyajua ninaamini kwa neema ya Mungu utayajua sasa. Na kama utakuwa una swali, basi unaweza ukaandika swali lako hapo chini kwenye komenti, nami nitaona nitakujibu kile ambacho utakuwa umeuliza. Unaweza kuuliza, nitakujibu, ama namba ambayo nitakuweka mahali hapo, basi unaweza ukautumia namba hizo kunitafuta na kuniuliza swali ambalo unatamani kuniuliza. Kama nilivyosema, nafurahi kwamba tunaendelea kuangalia mambo ya kinabii kuhusu nini? Kuhusu habari za unyakuo, kwamba baada ya kanisa kunyakuliwa ni mambo gani ambayo yatakuwa yanaendelea. Kama nilivyokuwa nimesema kwamba umefuatilia video ambazo zimepita, kwamba kama nilivyokuwa nimesema kwamba baada ya kanisa kunyakuliwa, dunia sasa itapita kwenye kipindi cha dhiki kuu, na kipindi hicho kitadumu kwa miaka 7, na miaka 7 hiyo itakuwa imegawanyika mara mbili, yani sehemu mbili. Hatua ya kwanza ni miaka 3.5, hatua ya pili ni miaka pia 3.5. Na nikasema pia kwa ambao wamefuatilia kwa video zilizopita kwamba kipindi cha dhiki kuu ni daraja la kutoka wakati wa kanisa kwenda wakati wa utawala wa Kristo wa miaka 1000. Na nikasema pia kwa ambao wanasoma Biblia, ama kitabu kile cha Ufunuo, kwa wanaosoma kitabu cha Ufunuo, na kuomba tafadhali usichanganyikiwe, kwa sababu kitabu cha Ufunuo kimegawanyika pia mara 3 ama mara 4. Kitabu cha Ufunuo kimegawanyika mara 3 ama mara 4. Naposoma kitabu cha Ufunuo na kuomba uelewe hivi, kwamba kuanzia kitabu cha Ufunuo sura ile ya kwanza mpaka sura ya 3, pale inazungumziwa habari za kanisa, habari za kanisa. Kuanzia Ufunuo sura ya 4 mpaka 19, hapo inazungumziwa habari za dhiki kuu. Kwa hiyo kuanzia Ufunuo sura ya 4 mpaka 19, nadhani nishawaambia kwa ambao wananifuatilia, nimeshawaambia kwamba kuanzia Ufunuo sura ya 4 mpaka 19, pale kinachozungumziwa pale ni habari za dhiki kuu. Mapigo ni mapigo ya Mungu. Naona pale utaona vitasa, utaona mihuri, utaona baragumu. Kwa hiyo pale ni vitu hivyo vyote vinahusu mambo hayo ya dhiki kuu. Na kuanzia Ufunuo 20 pale kunazungumziwa habari za utawala wa Kristo, yani miaka 1000. Ufunuo 20 miaka 1000 millennium. Kuanzia Ufunuo 20. Ufunuo 21 pale inazungumzia habari za hukumu. Kwa hiyo ndio maana unaona pale Yohana
anaona kiti cheupe, kwamba watu wote nakusanyika ili kwamba kila mmoja aweze kuhukumiwa. Kwa hiyo pale Ufunuo 21 nazungumziwa habari za hukumu, kwamba sasa binadamu wote wanasimama mbele ya kiti cheupe kwa ajili ya kuhukumiwa, ili kila mmoja aweze kupata ujira wake, apate ujira wake. Ufunuo 22 pale tunaona habari za mbingu mpya, nchi mpya, mbingu mpya, nchi mpya. Kwa hiyo pale sasa ni utawala wa Mungu mwenyewe, kwa sababu inampasa Kristo baada ya kumaliza, ni baada ya hukumu kutokea, inampasa Kristo yeye mwenyewe pia atakabidhi madaraka, mamlaka kwa yule aliyempa, ambaye ndiyo Mungu mwenyewe. Mungu aliyempa madaraka atakabidhi. Kwa hiyo Mungu atakuwa yote katika yote. Mungu atakuwa yote katika yote. Hili ni somo lingine ambalo nadhani moyo kibaya kuambia, maana imeandikwa kwa kitabu kile cha Wakorinto, imeandikwa kwamba Kristo yeye mwenyewe atakabidhi mamlaka kwa yule aliyempa. Kwa hiyo unaposoma kitabu cha Ufunuo, ukisome kwa njia hiyo ama kwa mwongozo huo, atakuwa ni mwongozo rahisi, unaweza ukaelewa kwamba hapa nasoma habari gani, unaweza ukaelewa. Kwa hiyo sasa mwana wa Mungu baada ya kanisa kunyakuliwa, kuchukuliwa, mambo atakuwa yanaendelea mahali hapa, atakuwa ni mambo ya hatari. Na Yesu anasema kwa kitabu kile cha Mathayo sura ya 24 mstari ule wa 21 kwamba siku hiyo kutakuwa kuna ziki ya hatari ambayo haijawahi kutokea kuanzia dunia kuumbwa. Kwa hiyo Yesu anasema kitabu cha Mathayo 24:21 kwamba siku hiyo itakuwa ni siku ya hatari, kwa sababu kutakuwa kuna ziki ambayo haijawahi kutokea kuanzia mwanzo wa dunia kuumbwa. Na hii ndio ambayo Amosi aliiona. Amosi aliiona, ambapo Mose alipokuwa anasema kwamba tazama siku zinakuja, asema Bwana, ambapo nitakapoleta njaa katika nchi, na si njaa ya kukosa chakula, wala kiu ya kukosa ni kukosa maji, bali itakuwa ni njaa ya kukosa kusikia neno la Mungu. Kwa hiyo Amosi pia anaiona siku hii, anaiona siku hiyo. Amosi anaiona kwamba Mungu ataleta njaa. Sawa, watu binadamu wataanza kuhangaika, wale ambao watakuwa wamebaki, wataanza kuhangaika. Pale Amosi anaona kwamba wanawali wazuri na wavulana watanashati, wavulana wazuri watazimia siku hiyo kwa kiu, kwa kiu. Kwa hiyo watu wataanza kuhangaika kwenda bara mpaka bara, visiwa mpaka visiwa, kila mahali kuitafuta neno la Mungu. Amosi anaona mambo kama hayo. Kwa hiyo mwana wa Mungu, siku ya dhiki kuu, mambo yatakuwa yanaendelea hapa, yatakuwa ni mambo ya hatari, itakuwa ni mambo ya hatari. Wanadamu kwa sababu ya mapigo ambayo yatakuwa yanapigwa na Mungu mwenyewe, watu watakuwa wanaenda kwenye milima, naambia milima kwamba tuangukie. Kwa kitabu cha Ufunuo sura ile ya 6 mstari ule wa 16, utaona habari kama hizo. Anatoa sababu ya mateso, watu wanakwenda kuambia milima iwaangukie, kwamba iwastiri dhidi ya ghadhabu ya Mungu, sababu ghadhabu ya Mungu imewaka juu ya wanadamu. Kwa hiyo kutakuwa kuna hatari, kutakuwa na mambo ambayo yanaendelea hapa, itakuwa ni mambo ya hatari. Natamani nizungumzie hapa juu ya pia kile ambacho kinachoendelea nizungumzie tena hichi ambacho kinaendelea kati ya Palestina na Israeli. Nadhani pia nimeshawaambia kwamba hicho ambacho kinaendelea Palestina na Israeli kinafunua kinamwandaa Kristo kuja. Hii ambacho kinaendelea kati ya Israeli na Palestina kinamwandaa Kristo kuja. Kwa sababu gani? Kwa sababu Israeli atakataliwa na dunia nzima. Israeli atakataliwa na dunia nzima, kwa sababu
Kwa sababu kanisa likishachukuliwa, tushanyakuliwa kanisa, mpinga Kristo atafunuliwa, mpinga Kristo atafunuliwa. Ndio maana pia Paulo anawaambia watu wa Thesalonike, kwenye Thesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 3 kwamba mtu yeyote asiwadanganye, kwa sababu ule mwisho hauji mpaka kwanza ajiinue yule mwenye kuasi, yule ambaye mwenye kuasi ambaye anajiinua nafsi yake kwa kila kitu cha abudiwacho kama Mungu, na atasimama hekaluni ili kwamba abudiwe kama Mungu. Kwa hiyo akisimama hekaluni abudiwe kama Mungu, sasa Israeli atakataa. Kwa hiyo hii vita ambayo inaendelea Palestina na Israeli, nishawaambia kwamba atakaye kuja kuituliza vita hiyo ni mpinga Kristo. Mpinga Kristo ataingia mkataba wa amani na Israeli. Mpinga Kristo ataingia mkataba wa amani na Israeli. Huo mpinga Kristo mkataba atakaoingia, baadaye atauvunja. Atakapoingia hekaluni kwamba abudiwe kama Mungu, na Israeli watakataa kumwabudu, watakataa. Mpinga Kristo, nishawaambia mpinga Kristo atakuwa ndio mtawala wa dunia, kiongozi wa dunia, atatawala kisiasa, atatawala kisiasa. Kwa hiyo ndio atakuwa mtawala wa dunia, mtawala wa dunia. Ndio maana mtu anaweza kujiuliza itakuwaje? Wewe subiri, itakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo wewe subiri, utaona mambo atakavyokuwa, sababu lazima unabii utimie. Mpinga Kristo atatawala dunia, na duniani kunakuwa kuna nini? Kuna serikali moja, sarafu moja, dini moja. Kwa hiyo lazima ujue mambo kama hayo, mambo atakuwa kuwa yanaendelea. Somo ni pana, lakini na kuahidi nitakuja kukuambia hatua kwa hatua, ili kwamba ujue kwamba kwa sababu masomo haya sio watu wengi wanaofundisha masomo ya kinabii, sio watu wengi wanaofundisha. Hata ambao wanafundisha bado wanafundisha kwa kupapasa. Na naposema hivi sisemi kwamba sasa mimi ni mwalimu kwamba nawazidi watu wengine, hapana, lakini kile ambacho ninachokifahamu na kizungumza. Ndio maana nimetoa nafasi hapa, mtu yote yule atakayekuwa labda ana swali naweza akauliza, ama kama ni kusema mwalimu ama mchungaji hapa, mbona mimi naelewa hivi, unaweza ukaniambia unaelewa nini kuhusu mambo haya ya ufunuo, mambo haya ni mambo haya ya zikikuu, unaelewa nini? Nami nitakusikiliza, nitaangalia kile ambacho tunachoelewa kwamba ni sawa sawa ama sio sawa sawa. Kwa hiyo mwana wa Mungu ujue kwamba baada ya kanisa kunyakuliwa, yatakayokuwa yanaendelea hapa atakuwa ni hatari. Yesu anasema kwamba utakuwa na ziki kubwa, kwamba ambayo haijawahi kutokea kuanzia mwanzo wa dunia kuumbwa, haijatokea na haitatokea. Hiyo ziki itakayokuwepo, kwa sababu mpinga Kristo atajiinua, atafunuliwa. Sasa mpinga Kristo atatawala kwa amani, kwamba sasa sianze kuleta amani, kuleta amani duniani. Ugomvi wa dunia hivi sasa ama shida ya dunia hivi sasa ni amani. Mataifa naona tukozana. Kwa hiyo dunia, kwa sababu ya kiu ya amani, mpinga Kristo ataleta amani. Na kuna pale ambapo Yohana anamwona mtu amepanda farasi mweupe. Hata huyu ambaye farasi mweupe kwenye kitabu cha Ufunuo, kwenye kitabu cha Ufunuo 19 11 aliyopanda farasi mweupe, amevaa nguo nyeupe. Huyu ni Kristo. Lakini yupo ambaye Yohana anamsema amepanda farasi mweupe, amevaa nguo nyeupe. Huyo ni mpinga Kristo. Kwa maana farasi mweupe ama nguo nyeupe, kitu cheupe kinawakilisha amani, rangi nyeupe inawakilisha amani. Kwa hiyo atakuja na amani, atakuja na amani ambayo dunia inataka amani, atakuja na amani kwa miaka 3.5. Ataingia mkataba wa amani na Israeli, na ule mkataba atauvunja baada ya kuabudiwa kama Mungu. Kwa hiyo mwana wa Mungu, mambo ya unabii, mambo makubwa, ni mambo makubwa. Natamani kuendelea zaidi, lakini nakuahidi kwamba sasa nitaendelea kupandisha video kwa kadri Mungu ataponipa neema ya kuendelea kusema mambo haya ya unabii. Kwa hiyo itakuwa hatari. Ni heri ambayo mpokee Yesu ili kwamba usije kaingia kwenye hatari hiyo. Kwa sababu gani? Yesu anasema kama zile siku zisingepunguzwa yamkini hata na zile siku Yesu anasema kwamba zitapunguzwa kwa ajili ya wateule.
Na wateule ambao wasemewa hapa sio kanisa. Mako mtu kuna watu wengine sasa wanaingia kwenye elimu nyingine kwamba ziki kuu itawakuta itakuta kanisa duniani. Hapana. Ile wateule, maana wateule nadhani mnajua, maana wateule ni watu ambao wameteuliwa, ni watu ambao wameteuliwa ama waliochaguliwa. Maana sasa mbingu inajua kwamba watakayoshinda wakati huo ni watu gani. Mbingu inajua ni watu ambao watakayoshinda hata hiyo ni watu gani. Na kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 7 ukienda kusoma pale utaona Yohana anawaona na idadi yao inatajwa pale. Idadi yao inatajwa pale na inatajwa pale. Wameshika miti ya mitende, wameshika miti ya mitende, matawi, wameshika matawi. Kwa hiyo ukienda pale imetolewa hesabu yake kwamba ni watu wangapi. Ni watu wangapi ambao watakaoshinda watakayopita kwenye dhiki hiyo watakayopita. Kwa hiyo unaposikia wateule sio kanisa, ni wateule, watu waliochaguliwa, sio kanisa. Ndio maana kwa kitabu cha Ufunuo ukisoma neno kanisa linaishia kwenye sura ngapi? Linaishia kwenye sura ya 3 kuanzia sura ya 4 mpaka 19. Pale huwezi kuona neno kanisa, huwezi ukaona neno kanisa, utaona tu wateule. Hakuna kanisa, sababu kanisa limeshachukuliwa. Kwa hiyo mwana wa Mungu, kwa leo naomba niishie hapo, lakini nitaendelea kuja na masomo haya kwa kadri Mungu atakavyonisaidia na kuniwezesha. Hivyo nakutakia amani ya Bwana. Shalom.